أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia rehma kiongozi wa umma huu mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mada ya leo ningependa kuzungumza kwa uchache sana kuhusiana na miezi karibia 10 ambayo nilikuwa nimejihusisha zaidi kwenye online hii ya Kim 19 News juu ya kujibu hoja na madai ya wachokonozi. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, aidha kwenye Qur'ani, kabla sijaenda mbali, iko aya Mwenyezi Mungu anaeleza katika sura ya 16 aya 125. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'idhatul hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Maana ya maelezo haya, Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwa kutuambia kwamba waite watu katika njia ya Mola wako kwa hekima, lakini pia kwa mawaidha mazuri, na mijadala itakayofanyika baina yao basi iwe mijadala iliyokuwa mizuri. Kwa hivyo Qur'ani inatueleza kwamba chochote mnachokifanya, tangulizeni hekima, tangulizeni mawaidha mazuri, na jadilianeni katika njia iliyokuwa bora. Miezi iliyopita nilifanya mjadala nikiwa katika jiji la Arusha na Daniel Mwankemwa, ambapo mjadala huu ulikuwa ni baina ya Qur'ani na Biblia na sayansi. Na alhamdulillah kwa wale walioshuhudia mjadala ule kwa kiwango kikubwa, ingawa kuna mahala ulikosa quality kutokana na sauti, lakini ulikuwa ni mjadala ambao ni fantastic, na Allah akijalia tutaandaa mjadala mingi zaidi mizuri, na tutajitahidi katika pale tulipokwama kupiga hatua zaidi kwenda mbele. Na washukuru watu wa Arusha, Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, kwa kuhudhuria na kwa kusapoti kwa namna moja ama nyingine. Lakini katika miezi hii 10 tangu nikiwa katika mji wa Mtwara, nilikuwa nikijaribu kurejesha majibu kwa wachokonozi, na katika moja ya sababu za kurejesha majibu haya kwa wachokonozi ni pale ambapo walipokuja na madai ya kwamba hakuna Mungu, walipodai kwamba Uislamu sio dini, walipodai kwamba Muhammad si mtume na mengineyo. Niliona kulikuwa kuna ulazima mimi kama Muislamu kurejea hatua kwa hatua ya maelezo yao, kisha baada ya hapo kuyatolea majibu. Na Mwenyezi Mungu ametuwafikisha ndugu zangu Waislamu katika moja ya mafanikio makubwa ya kujibu hoja za wachokonozi kwa hatua, bila kuleta kashfa wala kejeli, na kwa kuangalia vipengele dhaifu na kuvijibu. Ningelipenda niseme wazi kuwa majibu yetu ya kujibu hoja za wachokonozi yalikuwa tofauti na mjenga hoja. Mjenga hoja Joseph Mrindoko na mwenzake, wao walikuwa wamejizatiti sana kwenye kushambulia watu na si hoja. Yani waliwashambulia wabeba hoja kuliko hoja yenyewe, kitu ambacho mimi binafsi nilikiona kama ni ukatili wa kifikra, au tunasema ni kuua mawazo, kwa sababu ili kusudi uonekane una hoja ya msingi, basi epusha matusi pembeni, weka maneno ya kejeli pembeni, kisha weka hoja, aidha kwa kuhoji au kwa kujibu. Lakini tangu siku ya mwanzo nilipoangalia video za wachokonozi, niliona kuwa ndani yake kulikuwa kuna madhaifu makubwa, na ndio maana nilisema wazi kwamba wachokonozi kwa kile ninachokifanya hawataweza kurejea kujaribu kujibu chochote ninachokifanya.
Lakini kuna watu ambao katika namna moja ama nyingine, kwa kupitia comments na wengine kwa kupiga simu, kwa sababu niliacha namba zangu za mawasiliano kupitia online yangu hii. Wako baadhi ya watu wamejaribu kunipigia simu wakinisihi kwamba kama ingelifaa basi ungewaita mezani ukafanya mjadala nao. Na kwa bahati njema nimefikia kukubali mawazo ya watu mbalimbali na nikapokea hoja zao, na nikaona kuna ulazima wa kuwatafuta wachokonozi. Mwezi wa 3 wa mwaka 2025 ambao tulikuwa tunaingia kwenye mwezi wa Ramadhani, kwa muda wa mwezi mzima wa Ramadhani nilikuwa katika jiji la Arusha. Na kwa bahati nzuri Arusha ndio mahala ambapo mara nyingi wachokonozi wamekuwa wakionekana kufanya shughuli zao. Katika moja ya matukio niliyopata ya bahati sana ni kukutana na bwana mmoja anaitwa Suleiman. Huyu bwana alikuwa ni miongoni mwa watu waliokerwa sana na hoja za wachokonozi, lakini bahati njema aliona moja ya video zetu ambazo tumeziposti na kujibu wachokonozi kile wanachokidai. Alifurahi sana. Lakini pia kumbe alifanya jitihada kubwa za kupata mawasiliano na watu wa Radio 5. Kwa nini alitafuta mawasiliano ya watu wa Radio 5? Ni kwa sababu wachokonozi walikuwa wakienda Radio 5 mara kwa mara kutoa mihadhara yao pale. Na kwa namna hiyo aliona kwamba ingelikuwa rahisi sana kuwapata watu wa Radio 5, ingekuwa rahisi sana kuwapata wachokonozi kupitia watu wa Radio 5. Na ni kweli alimpata mmoja kati ya wale waongoza vipindi vya wachokonozi pale Radio 5. Somebody simjui jina lake lakini ni mashuhuri nadhani. Alipopata mawasiliano yake yale akaniunganisha naye, nami nikaongea naye yule bwana juu ya kwamba kama ingewezekana basi tungelifanya mjadala wa live baina yetu sisi na wachokonozi. Na mjadala ule ulipaswa ufuate kanuni za kimijadala zote, ikiwemo kupangwa kwa muda, mada ijulikane nini kinachopaswa kujadiliwa, lakini pia ijulikane wenye viti wa pande mbili zote za mjadala. Alhamdulillah, bwana yule akapokea jambo hilo kwa furaha, akasema mimi nadhani itakuwa ni moja kati ya mambo mazuri sana. Yeye alisema kwa Kiingereza itakuwa ni superb, ni moja kati ya vitu vizuri sana. Basi mimi nikaamini kwamba jambo hili lingekuwa vizuri kama kuliko kuongea kwa kupitia video tu za mtaani au pembeni, basi tungekutana uwanjani, kwenye ukumbi au popote pale ambapo wangekubali. Basi na mimi nilitoa nafasi ya kulipia gharama ili kusudi tufanye debate baina yao na sisi. Baada ya muda akaniambia nitawasiliana nao, nami nikasubiri kama nini kitatokea. Sikupata majibu kwake, hakunipigia simu, nami nikamrejelea kwa simu, nikampigia simu na nikaongea naye. Akaniambia wachokonozi wamekubali kufanya mdahalo, lakini sasa wako Dar es Salaam. Haya ninayoyaongea ni katika mwezi wa 3 kwenda wa 4, yani kutoka Ramadhani mpaka nje ya Ramadhani. Basi mimi nikasema ni vizuri, na ni kweli kwa bahati nzuri niliona moja ya video zao walizokuwa wamezitoa wakiwa Dar es Salaam kwenye moja ya channel moja, sikumbuki ile channel, lakini walikuweko pale wakihojiwa na wakaeleza mambo mbalimbali. Nikaamini kwamba baada ya kwamba watarejea kutoka Dar es Salaam kuja Arusha, tungepata fursa sasa ya kufanya debate baina yetu sisi na wachokonozi. Lakini mpaka leo ninavyosema hapa, nimepiga simu ya yule bwana ambaye alikuwa ni wa kutu connect na wachokonozi, haipokewi kabisa. Kwa hivyo sijaelewa ni kwa nini mpaka leo haipokelewi. Na mimi nilipata kutoa maelezo mwanzo kwamba yoyote ambaye atakayeweza kutufanyia mawasiliano na wachokonozi na wakakubali, kwa sharti wakakubali kuingia kwenye debate, tungeweza kutoa hata ofa ya pesa, kwa sababu wachokonozi wamekuwa wakidai mambo mbalimbali ambayo wamejaribu kusema wazi kwamba hakuna mtu mwenye elimu ya mambo hayo, jambo ambalo si kweli. Na kwa mtu ambaye anajua na maarifa na ufahamu hawezi kutamka maneno kama hayo, ila kwa sababu ya kujiamini kwao na kuona kwamba wana uwezo mkubwa ndio maana wamejaribu kutamka mambo kama hayo. Lakini nashangaa sasa, kama ikiwa ni kweli wanachokiongea ni sahihi na ni kitu cha kielimu, vipi
hawako tayari kufanya mijadala. Na hili nimeliona tangu mwanzo katika moja ya video zao wakisema hatuwezi kujadiliana na mtu yoyote isipokuwa mufti wa Tanzania ama papa. Jambo ambalo kiukweli aliingia akilini. Yani kwa mtu ambaye ana hoja za msingi hawezi akaweka vikwazo, kwa sababu huwezi ukawaambia watu wote duniani kwamba mtu mwenye akili duniani mtu mmoja tu papa, si kweli. Au huwezi ukawaambia kwamba mtu mwenye elimu tu ni mmoja mufti, si kweli. Mufti tuelewa ni msomi mkubwa katika nchi yetu, ni msomi mkubwa, lakini huwezi ukazuia mijadala kwa madai kwamba unamtaka mufti. Hapo maana yake ni kwamba kuwataka watu ambao huwezi kulingana nao kwa daraja ya majadiliano au huwezi kuwapata kiurahisi ni kinga ya kujificha. Usikubali mijadala kwa sababu unajua kwamba unachokiongea si kweli, na huo ndio ukweli, na wala hakuna njia nyingine ya kuweza kufanua jambo hilo zaidi ya hivyo. Kwa hivyo tungependa kurejesha majibu kwa wale wasikilizaji wetu waelewe kwamba wachokonozi tumewatafuta kwa njia mbalimbali ili kusudi waje wakae mezani baina yao na sisi tujadiliane, tuone ukweli uko wapi. Kama wao wanasema Mungu hakuna, tuone ni kweli hayupo. Lakini ni kuambieni kitu kimoja wasikilizaji wetu na wale Waislamu na hata wasio kwa Waislamu kadhalika, ila kwa ujumla watu wenye kuamini uwepo wa Mungu, hakuna mtu mwenye uwezo wa kufifisha ukweli huu wa uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hakuna. Nimejaribu kueleza kwa muda mrefu kuwa yamejaribiwa mambo kama haya Ulaya na Marekani. Watu wamejaribu kuibua hoja kwamba hakuna Mungu, na wakaibua nadharia mbalimbali za kuthibitisha kwamba ulimwengu unaweza kujiendesha pasi na kuwepo na muumbaji au mwenye kucontrol. Miongoni mwa watu waliojaribu kufanya hayo ni akina Darwin katika nadharia evolution, akina Lamarck, akina Karl Marx katika dhana zao mbalimbali, na wengineo wengi, akina Friedrich Nietzsche, wamejaribu kueleza kuhusu Mungu na kutokuwepo kwa Mungu na jinsi ulimwengu unaweza kujiendesha pasi na Mungu. Bali kadhalika hata wanafalsafa wa kale, ancient philosophers, wanaotoka Ugiriki, wanaotoka kila kona katika hii dunia, wamejaribu kuleta mawazo mfano wa hayo, kusema kwamba hakuna Mungu. Lakini bado jambo limebaki pale pale, kuwa hawakupata uthibitisho wa kuthibitisha kwamba hakuna Mungu. Kwa sababu hii wao wanachokisimamia katika hoja zao za msingi ni kwamba kama Mungu yupo, mbona haonekani? Lakini swala linalokuja ni je, kama kitu hakionekani ni kwamba hakipo? Na kama kitu kutokuonekana ni kwamba hakipo, vipi juu ya gunduzi mbalimbali zinazofanywa leo hii? Tunaviona vitu ambavyo havikuonekana zamani, na bila shaka zamani watu walipinga uwepo wa vitu hivyo. Vipi leo hii tunaviona vitu hivi kwa msaada wa vyombo vya kitaalamu? Na je, katika ugunduzi tulifika mwisho au bado tuko katika nafasi ya mwanzo kabisa, hatua za mwanzo za ugunduzi? Hii ni ishara ya kwamba si kweli kwamba kisichoonekana hakipo, si kweli kwamba ambacho hatujakiona hakipo. Ukweli ni kwamba kuna kauli sema absence of the proof is not proof of absence. Kukosekana kwa uthibitisho sio uthibitisho wa kutokuwepo. Yani kutokuwepo kwa uthibitisho hauwezi kuwa ni uthibitisho wa kutokuwepo. Kwa hivyo huwezi ukasema hakuna Mungu, hakuna malaika, hakuna pepo, hakuna moto, wala hakuna ulimwengu wa ghaib, hata kwa kusema kwamba kwa vile ulimwengu huo hatuwezi kuona. Lakini jambo lingine ambalo lingelikuwa ni challenge kwa wachokonozi ambao wao wameleta madai mbalimbali juu ya kwamba Mungu hakuna, juu ya kwamba dini ni utapeli, juu ya kwamba vitabu vimetungwa na watu tu, si maneno yaliyotokana na revelation kutoka kwa Mungu, na juu ya kwamba manabii walikuwa ni waongo. Swali la kujiuliza, wao wanafundisha kuhusu connectivity baina ya ulimwengu wenye kuonekana, ulimwengu usioonekana, yani visible and invisible connectivity theory. Yani baina ya kuunganisha ulimwengu wenye kuonekana, ulimwengu usioonekana. Theory yao hiyo wanayo, wanaileta katika macho ya watu au masikio ya watu. Swali la kujiuliza, unaposema kuna ulimwengu usioonekana, unawezaje kututhibitishia wakati hauonekani?
Na kama sisi twaweza kuamini bila kuona, vipi wewe unakataa kuwapo kwa ulimwengu wa malaika wasionekana, ulimwengu wa pepo usionekana, ulimwengu wa moto usionekana? Vipi unakataa swala hili? Na vipi unakataa juu ya muasisi wa hivyo vyote na kwamba haonekani? Yaani hii ni sawa sana kusema wachokonozi wako tayari kuambia watu tunaweza kufanya connectivity kwa kupitia sacrifice za damu, kuchinja mnyama, kufanya hivi. Unaweza kuongea na mtu usiku, wakatupa means ambazo ni unexplainable things, yani kama vitu havielezeki kabisa. Nasi tunakubali kwamba, au wasikilizaji wanakubali kwamba kweli inawezekana jambo hilo, na ukawakuta watu wakashabikia kabisa kwamba jambo hilo kweli lipo. Lakini unapowaleta kwenye hoja kwamba yupo aliyeumba huu ulimwengu, wanasema la, hayupo. Ndugu zangu Waislamu na sio kwa Waislamu, tutaendelea kusisitiza kwamba tutaendelea kufundisha kuhusu uwepo wa Mwenyezi Mungu. Tutaendelea kufundisha kuhusu hakika ya uwepo wa malaika. Tutaendelea kuthibitisha kwamba mitume wametumwa kweli na Mungu. Tutaendelea kufundisha kwamba iko pepo na uko moto. Tutaendelea kujenga mapenzi ya watu wetu kuhusu manabii, mitume waliotumwa kabla ya Mtume Muhammad, akiwemo Nabii Isa na Yesu Kristo. Upendo juu ya watu kama hao, upendo juu ya Nabii Allah Ibrahim, upendo juu ya Musa, upendo juu ya Nuhu, upendo juu ya watu mbalimbali waliokuwa wema, watu wa karibu na Mungu. Tutaendelea kufundisha hayo maadamu tuna uthibitisho kutoka kwenye Qur'an na vitabu mbalimbali vya kidini vinathibitisha hivyo. Na tutaendelea kuchambua chochote cha uongo kitakacholetwa, na tuna uhakika kwamba hakuna jambo geni jipya litakaloletwa isipokuwa ukweli uko ndani ya Uislamu, uko ndani ya Qur'ani na ufafanuzi kamili Mungu kauweka. Kwa machache haya ningependa kuambia tuendelee kusubscribe channel yetu na kufuatilia vizuri. Mada nyingi sasa tunakwenda kuzipresent upya, na katika siku hizi za usoni tutakuwa na mada maalum itakayokuwa ikigusia hakika ya uwepo wa majini.